Televisheni ya taifa ya Iran imetangaza taarifa kutoka kwa kiongozi mkuu aliyeteuliwa hivi karibuni Mujtaba Khamenei. Taarifa hiyo imesomwa na mtangazaji ambaye hakutoa taarifa yoyote kuhusu hali yake ya afya. Mujtaba Khamenei hajaonekana hadharani tangu vita vianze. Inaaminika alijeruhiwa katika mashambulizi yaliyomuua babake na mtangulizi wake mwanzoni mwa vita. Taarifa hiyo ilisema Iran italipiza kisasi kwa wale waliouawa katika mashambulizi ya Marekani na Israel. Itaendelea kufunga mlango wa bahari wa Hormuz na pia ikatoa wito wa kufungwa kwa vituo vya Marekani katika eneo hilo. Huku vita vikiendelea, meli 3 zaidi za mizigo zilishambuliwa katika Ghuba usiku wa kuamkia leo. Meli 2 za mafuta zilishambuliwa katika bahari ya Iraq na meli ya 3 ikashambuliwa karibu na mlango wa bahari wa Hormuz karibu na Falme za Kiarabu. Bei ya mafuta imepanda huku kukiwa na hofu kuhusu usambazaji wa nishati licha ya mataifa yenye utajiri wa mafuta kukubali kutoa kiasi kikubwa cha mafuta kutoka kwa akiba zao za dharura. Ifuatayo ni taarifa ya Alison Freeman ikiwasilishwa na Agnes Penda. Meli za mafuta zinateketea baada ya kushambuliwa na mabomu kutoka kwa maboti ya Iran. Mtu mmoja ameuawa. Ndege isiyo rubani ikishambulia kituo cha mafuta cha Oman. Wazimamoto wanapambana na moto mkubwa baada ya shambulizi katika bohari la mafuta nchini Bahrain. Na hasara kubwa imetokea baada ya ndege isiyo rubani kugonga jengo refu Dubai. Ishara zote kutoka kwa Iran zinaonyesha kuwa vita hivi ni vya eneo zima na huenda vikaathiri dunia yote. Mlango wa bahari wa Hormuz umefungwa. Meli nyingi zimetia nanga wakihofia kutumia kivuko hicho kilichoko pwani ya Iran. Meli hizi zimepanga foleni ndefu hadi eneo la Al-Qaima katika Falme za Milki ya Kiarabu. Kama unavyoona hapa upande wa kulia, hakuna msongamano ikilinganishwa na wakati huu mwaka jana. Takriban thuluthi 5 ya mafuta ya dunia hupitia hapa, na sasa matokeo yake bei za mafuta zinabadilika pakubwa. Ili kujaribu kutuliza soko, shirika la kawi duniani linalojumuisha Uingereza linatoa rekodi ya mapipa milioni 400 ya mafuta kutoka kwa akiba yake ya dharura. Karibu nusu yake imetoka Marekani, ila Donald Trump ana hakika kuwa mafuta yataanza kusafirishwa tena. Tunaangalia sana mlango wa bahari wa Hormuz. Eneo hili liko katika hali nzuri. Tumealipua maboti yao yote. Wako na makombora mengi lakini sio mengi sana. Nadhani tuko katika hali nzuri. Jambo kuu ni kwamba ni sharti tushinde vita hivi. Kushinda upesi na kuvishinda tu. Na kuna watu wengi, natazama baadhi ya taarifa za habari, watu wengi wanasema vita tumeshavishinda. Swali lililosalia ni lini tunamaliza vita, lini? Gharama hii sio tu ya kiuchumi. Tangu mwanzoni mwa vita hivi, takriban watu 2000 wanadhaniwa kuuawa, wengi wakiwa Iran na hapa Lebanon. Moja ya mashambulizi makali zaidi lilifanyika mwanzoni mwa vita hivi. Iran inasema shambulizi la Marekani shuleni liliwaua watu 168, wakiwemo zaidi ya watoto 100. Na sasa maseneta upande wa Democratic wanataka majibu kutoka Pentagon, ila aliyekuwa kamanda mkuu wa jeshi anasema kuwa Iran inasema ukweli. Nadhani kwa masikitiko kwamba ni sisi tu ambao tuko na makombora aina ya Tomahawk hasa katika vita hivi, na inaonekana kuwa huenda kulikuwa na taarifa za kitambo kuhusu jengo hili lilipokuwa katika uwanja wa jeshi la maji la Iran, lakini lilizingirwa miaka michache iliyopita. Rais ameilaumu Iran kwa shambulizi hilo bila ushahidi, na Marekani inasema inafanya uchunguzi. Huku ikifanyika hivyo, vita vinaendelea bila ishara za lini mashambulizi haya yatakoma. Bei ya bidhaa nyingi imepanda kote duniani kufuatia vita vinavyoendelea Mashariki ya Kati. Wakati wengi wakishuhudia kupanda kwa bei za mafuta, wataalamu wanakadiria kwamba vita hivi vinaweza kusababisha kupanda kwa gharama nyingine nyingi tu na kwa muda mrefu. Kwa mfano, wakulima wameshuhudia ongezeko la bei za mbolea, jambo ambalo linaweza kusababisha kupanda kwa bei ya chakula au hata uhaba wa chakula katika miezi ijayo. Ifuatayo ni taarifa ya Philip Westerman ikiwasilishwa na Ron Clifford. Wakati huu wa mwaka bidhaa hii inahitajika sana. Mbolea. Katika maeneo nusu ya kaskazini mwa dunia, wakulima wataitumia ili kuongeza mazao wanayopata kutokana na mashamba yao. Na upande wa kusini, muda unakaribia wa kujiandaa kwa mazao ya msimu wa baridi.
lakini sasa gharama zimepanda kwa kiasi kikubwa. Tulikuwa tukilipia urea kwa mfano takriban pauni 300 za Uingereza, yaani kama dola 400 za Kimarekani kwa tani moja msimu uliopita wa kiangazi, soko la mbolea lilipofunguliwa. Sasa tunaangalia bei ya urea, kama unaweza kuipata, tunaona ongezeko la zaidi ya pauni 500 kama dola 670 kwa tani. Hiyo ni taswira ambayo wakulima wengi wataiona kote duniani. Katika wiki moja pekee, bei ya mbolea aina ya urea imepanda kwa 21% katika masoko ya Marekani. Mlango bahari wa Hormuz unaosimamiwa na Iran ni njia muhimu ya kusafirisha mbolea. Takriban theluthi moja ya usambazaji wa kimataifa unapitia hapo. Vita vimesimamisha usafiri katika eneo hilo, jambo linalozua hofu ya uhaba. Si bidhaa ya mwisho pekee inayozungumziwa hapa, malighafi za kutengenezea mbolea nazo zimeathirika. Mashariki ya Kati ni mzalishaji mkuu wa malighafi muhimu za mbolea kama vile gesi asilia. Qatar Energy, mmoja wa wafanyabiashara wakubwa wa gesi duniani na mzalishaji wa urea kwa ajili ya mbolea, amesitisha uzalishaji kufuatia mashambulizi ya kijeshi kwenye mitambo yake. Ongeza hili kwenye gharama zinazopanda za mafuta, na wakulima sasa watalazimika kukabiliana na maamuzi magumu. Nitakachoamua kufanya mwaka ujao itategemea kulingana na bei ya nafaka dhidi ya bei ya malighafi zetu kuu ambazo ni mbolea na mafuta, na kama pengo hilo halitapungua kwa ongezeko la bei ya nafaka, nitalazimika kufikiria kwa umakini sana kama nitapanda chochote msimu ujao wa vuli. Mbolea kidogo inamaanisha mavuno yanaweza kushuka, au wakulima wanaweza kubadili na kupanda mazao ambayo hayahitaji mbolea nyingi. Hiyo inaweza kupandisha bei na hata kusababisha uhaba wa chakula. Wakulima hununua mbolea miezi kadhaa kabla ya kuvuna mazao. Hivyo inaweza kuchukua kati ya miezi 6 hadi mwaka moja kabla ya bei za juu kuanza kuathiri mfumo wa chakula. Sehemu ya kwanza ambapo unaweza kuona bei zinapanda ni kwenye vyakula vinavyotegemea mazao yanayotumia mbolea nyingi kama vile mkate, nyama, nafaka na bidhaa za maziwa. Nchi zinazoweza kuathirika zaidi ikiwa mzozo huu utajivuta ni maeneo kama Afrika kusini mwa jangwa la Sahara, Asia ya kusini na sehemu za Amerika ya kusini. South Asia and parts of Latin America. Pamoja na mabadiliko ya tabia nchi na athari zinazoendelea za vita nchini Ukraine, kupanda kwa gharama za mbolea ni ishara nyingine ya tahadhari kwa uchumi wa dunia. Umoja wa Mataifa unasema unasikitishwa na ongezeko la mashambulizi ya ndege zisizo na rubani na mashambulizi ya angani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Msemaji wa Katibu Mkuu Stefan Dujarric ameonya kuwa ongezeko la mizozo linaweka hatarini raia na wafanyikazi wa kutoa misaada. Haya yanajiri baada ya mfanyikazi mmoja wa Umoja wa Mataifa na raia wengine 2 kuuawa baada ya ndege isiyo na rubani kushambulia jengo katika jiji la Goma. Walioshuhudia wanasema ndege hizo zilishambulia Ziwa Kivu na jengo la makazi la ghorofa 2 ambalo mara nyingi linawahifadhi raia wa kigeni na wafanyakazi wa misaada mjini humo. Jeshi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limekataa kuhusika katika mashambulizi ya ndege zisizo na rubani katika mji wa mashariki wa Goma. Wakati huo, ripoti ya ukaguzi imesema kuwa Februari ilishuhudia idadi kubwa zaidi ya mashambulizi ya angani katika eneo hilo, ikiwemo shambulio la ndege isiyo na rubani ambalo lilimuua msemaji wa waasi wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda na viongozi wengine wa kundi hilo. Pande zote husika lazima zihakikishe ulinzi wa raia pamoja na wale wanaotoa msaada wa kuokoa maisha ya watu. Wafanyikazi wa misaada ya kibinadamu hawapaswi kamwe kuwa walengwa wa mashambulizi. Hii ni sheria ya kimataifa, sio jambo la kujadiliwa wala kujadiliwa upya katika mazungumzo. Ni lazima liheshimiwe. Walinda amani wa Umoja wa Mataifa kutoka kitengo cha zimamoto cha kikosi hicho walitoa msaada wa dharura na pia kufanya tathmini ya awali ya shambulio lililotokea Goma. Kaimu mkuu wa ujumbe wetu Bruno Lemarcus amelaani vikali ongezeko la vurugu lililotokea jana, ambapo kama tulivyoeleza lilihusisha matumizi ya ndege zisizo na rubani za kivita ambazo zinahatarisha raia na wafanyikazi wa Umoja wa Mataifa. Alisema hivi, matumizi ya ndege hizo yanatia wasiwasi mkubwa. Alitoa wito wa kufanyika kwa uchunguzi wa haraka, huru na wenye kuaminika ili kubaini waliohusika na kuwafikisha mbele ya haki. Ujumbe huo pia ulirudia wito wake kwa pande zote kusitisha mara moja mapigano kwa mujibu
wa ahadi zao za kuheshimu usitishaji vita, kuweka kipaumbele njia ya suluhisho la kisiasa na kujenga juu ya mafanikio yaliyopatikana hivi karibuni ndani ya mfumo wa juhudi za kupata amani. Wakati hayo yakijiri, wakazi wa mji wa Goma mashariki mwa DRC wameandamana barabarani kukashifu mauaji dhidi ya raia, siku moja baada ya watu 3 kuuawa katika shambulio la ndege zisizo na rubani. Kutoka Goma, Chube Ngorombi ametutumia taarifa ifuatayo. Wakazi walijitokeza katika barabara kadhaa za mji wa Goma wakiwa wamebeba mabango na kupaza sauti kukashifu kile wanachokieleza kuwa mauaji dhidi ya raia, huko shughuli katika baadhi ya mitaa ya mji huo zikikatizwa. Tumefanya maandamano ya amani, tunataka amani, tualomba Tshisekedi aache bila kutupa mabombe mtie ba civile. Na tungependa watu wakubwa waikale kwa sababu wazungumuze, sababu watu wanakufa ovyo ovyo, sisi hatujui vya kisoda. Basi wakipiga masasi vile, sisi waamini ni washomere, tunatafuta pesa kwa shida, na kingine wangetusaidia kutonea kama kazi zitaonekana. Waandamanaji hao pia wameitaka jumuiya ya kimataifa kuingilia kati haraka ili kukomesha ghasia hizo na kuwalinda raia. Tungeomba kitu kubwa sana kwa pande zote, wafupishe, waache unafiki na kulaumiana. Sisi tunataka amani, hatutaki hii ya kusema ilitoka wapi, nani alitupa. Si ya muhimu zaidi ni amani. Umoja wa Mataifa umesema kuwa unasikitishwa na ongezeko la mashambulizi ya ndege zisizo na rubani mashariki mwa DRC, ukionya kuwa hali hii inahatarisha raia na wafanyakazi wanaotoa huduma za msaada muhimu. Mapigano yamekuwa yakiendelea katika eneo hilo licha ya juhudi za upatanishi za nchi tofauti ikiwemo Qatar na Marekani. Chube Ngorombi, Dira ya Dunia, BBC, Goma.